Jehova uweza yote, wewe sifa Baba, jina lako litukuzwe. Ni nani kama wewe Bwana? Nani kama wewe? Ni nani kama wewe Jehova? Nani kama wewe? Ni nani kama wewe Bwana? Nani kama wewe? Oh, haleluya. 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 Jina la Bwana libarikiwe, watu wa Mungu. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Ni nani kama Bwana? Hayupo mwingine, hayupo kama Mungu. Asante sana. Asante sana studio. Karibu kwenye studio zetu za Sinai TV. Ni kipindi chetu, kipindi cha kupindua meza ya adui. Ni saa ya kupindua meza ya adui. Kipindi chetu cha kwanza tulijifunza kwamba kupindua manake nini? Kupindua manake ni kupindua mamlaka ambayo imo kwenye mamlaka, lakini haijafurahi. Hiyo mamlaka haijafurahia. Hapa ndipo tunaposema mapinduzi yanataka kufanyika. Na kwa mantiki hiyo, kipindi hiki ni kwa ajili ya kujifunza namna gani unaweza kupindua mamlaka za shetani na serikali ya Mungu ikatawala kwenye hilo eneo au kwenye familia, aiza kwenye ukoo, jinsi vile kwamba tunaweza tukaweka utawala wa Mungu. Cha kwanza tumeelekezwa. Nilieleza jinsi ambavyo Mungu alifanya mpango wa kumtengeneza mwanadamu akamleta mpaka pale Eden. Lakini jinsi mpango ulivyopangwa ili kupindua huu ulimwengu. Hatua pili ni kwamba cha kwanza inatakiwa ujitambue wewe mwenyewe kama Mungu alivyofanya. Ukisoma kitabu cha Yeremia sura ya kwanza mstari wa 9 hadi wa 10. Anasema, tazama Bwana akaonyosha mkono wake, akagusa kinywa changu, akaniambia, nimeweka maneno yangu kinywani mwako. Kisha Bwana akasema, nimekuweka kuwa juu ya mataifa na falme zote. Kwa nini anamweka kuwa juu ya falme? Anasema mwenyewe, Mungu mwenyewe anasema, ili kung'oa, kuharibu, kubomoa na kuangamiza, kisha kupanda na kujenga. Lakini kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa 29 asema, siku ya pili Yohana akamwona Yesu anakuja kwake. Kisha akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu achukuae dhambi za ulimwengu. Anafanya mapinduzi. Ulimwengu ulikuwa umebebeshwa mizigo mizito na Ibilisi, lakini Yesu anafanya mapinduzi. Kina ametupa nguvu na mamlaka kwamba lazima kupindua meza ya adui. Tujikite kwenye kipengele hiki cha Yeremia sura ya kwanza mstari wa 9 anaposema, ameyaweka maneno yake kinywani mwetu. Manake sisi watu wa Mungu, vinywa vyetu vimebeba maneno mazuri ya kimungu. Kwa vinywa vyetu viwe na maneno ya kuvutia watu na kuwaleta kwa Kristo, visiwe na maneno ya kufukuza watu.
Yesu anatupenda sana tushauri. Tunahitaji kuwafundisha watu ukweli wote, na usimfiche mtu, mwambie ukweli wote. Shetani anatumia watu tu, ambayo nataka kuitambua ni kwamba shetani anawatumia watu, na wengine hauwezi kuamini na watu, na wanakuja na hekima nyingi sana, lakini kumbe ni agent wa shetani. Utamtambuaje? Maana bila kumtambua adui hujafanya mapinduzi bado. Lazima uangalie adui anategemea nini, uzoefu wake uko wapi. Ukifanya hivyo, utakuwa na mashujaa wakubwa wawezao kuleta mapinduzi katika ulimwengu huu. Falme zote za shetani lazima zipinduliwe, na falme za Mungu zote zipinduliwe. Watu wa Mungu mnanisikia, mnanitazama katika kipindi hiki cha Sinai TV, saa ya kupindua meza ya maadui. Tunahitaji kusimama imara. Asante Yesu, jina la Bwana libarikiwe. Ili mapinduzi yaje, tunahitaji kusimama imara. Usiogope kufa. Yesu amesema yeyote atakayekuwa tayari kufa kwa ajili ya jina lako, huyu ataiokoa nafsi yake, ila yeyote ambaye atakuokoa nafsi yake, huyu ataipoteza. Sasa kwa nini upoteze rafiki yangu? Kwa nini upoteze? Kwa nini? Soma Biblia. Biblia Mungu ametengeneza mambo mengi kwenye Biblia ili kutusaidia, na yenyewe kwa sababu ni katiba ya mbinguni itatusaidia sana. Mungu awabariki. Leo nimeongelea kipengele hicho. Asante Yesu, nakushukuru sana kwa kuwa ni mwema, na kipengele hiki kitaendelea kwa muda huu mchache. Mungu awabariki. Apostle Peter John Kalunga majina yangu. Namba yangu ni 0625900660 0625900660.